thing. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. You, with all thou hast gotten. Tuweke hiyo ingine ya NFA. Alafu tuweke na Kiswahili pia. Tuweke Kiswahili. Kile kitu kinafanya watu wakaweze kuwa wakubwa sana ni wanakuwa na masikio yenye kolende kuweza kusikia. Sikio zile nyingi ambazo zinaongoza dunia ama zinaongoza nchi ni watu ambao wako na masikio ya kuweza kusoma na kuweza kusikia. Maandiko inasema jambo la msingi ni kujipatia hekima. Principle. Jambo la hekima ni kujipatia hekima. Toa vyote unavyokuwa navyo ujipatie akili. Hallelujah. Yani in other words, maarifa ni ya maana sana. Kile kinafanya mtu akaweze kuenda mbali sana ni mtu mwenye anajua kusikiza na kuweza kusauliwa, ili usije ukaende na uniambiwa pale mbele kuna kuanga na kona, na hiyo kona gari zinaanguka, na wao kuja mpio bila kusikia vile uliambiwa, uende ukipita ukianguka mbali. Hekima inaambiwa ni kitu ya maana sana. Hekima ya kupata masauli ni kitu ya maana sana. Ndio maana ninasema toa vyote unapokuwa navyo ama unavyokuwa navyo ujipatie akili. Akili ya kumake sure kwamba kila kitu ambacho kini kizuri ama akikona na masauli unakuwa shauki kukipata. Kwa biashara, kwa business, kwa huduma, lazima ukaweze kujipea hekima. Na hekima ni mtu ambaye ako tayari. Bwana sifiwe sana. Hekima ni expensive. Na hekima ni ya maana sana. Proverbs chapter 3 and verses number 27. Proverbs 23. Bwana sifiwe sana. Proverbs 3:27. Maandiko inasema nini? Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. Usimnyime mtu kile ambacho kama kuna hitaji yako nalo, usimnyime kitu ambacho ni cha kumsaidia na ukiwa na uwezo wa kumsaidia. Bwana sifiwe sana. Mimi kile umefanya na mtoto wako mpaka akakuwa akaiva, akakuja hapa akashikamata hii maono na kuendelea, ni ulimfundisha hekima ya Mungu na madhabahu ya Mungu na kuheshimu Mungu. Kuna mambo mlifanya ukampea huyu kijana mambo mazuri, haukuweza kumnyima. Sasa mwingine alikuwa ananiambia vile baba yao alikuwa hajaokoka kabisa, lakini alikuwa anaamini mambo ya Injili. Akiwa mlevi akamwambia mtoto wake enda kwa kanisa, na kijana pia hapo ameokoka kabisa, alikuwa anakunywa kabisa. Umewe sana kuanza kuhubiri, na usipohubiri, usipopoteza sana siku usirudi kwa nyumba yake. Yaani ni mzee anaingiza huduma kwa kijana yake, na lazima kijana hajaokoka vizuri, lakini mzee anamwambia chukua Biblia, nitaambia paza kupe sana siku hubiri. Haleluya. Sasa ninaambia kijana alipoenda huko, alienda kwa sana siku, akaanza kuhubiri sana siku, mtatubu. Unajua sasa
mwenye alimtuma. Akasema kijana aliporudi, kwani ulienda kuambia watu watubu watoto wadogo? Ulienda kuambia watoto wadogo watubu na sasa hawajakuwa. Akamwambia sawa. Siku hiyo nyingine mwambie pasa kufundisha vile mtu anahubiri. Sasa akawa anaendelea. Imagine sasa alikuwa ananiambia saa hii huyo kijana ni mhubiri wa nguvu. Mhubiri mkubwa. Yesu makofi mazuri. Kuna vitu unapanda kwa mtu. Kuna vitu vingine tunapanda spiritual. Hata kama physical hakuna kitu tunaona. Unaambia kijana yako ni mlevi ama mtu mzuri. Unamwambia ni mhubiri wa nguvu. Wewe mtu wa nguvu. Unapanda spiritual vitu ambavyo unataka vimee kwa huyu. Hallelujah. Give them spiritual. Funua roho zao na nguvu za Mungu. Nena kwa mtoto wako. Hata kama hajashika, hata kama hajaokoka, mupatie. Do not withhold good from those whom it is due. Hebu tuweke Kiswahili kimalizia ama nikienda katika pati nyingine ili ukamata vizuri kile nasema. Tupatie Kiswahili. Usimnyime mtu anayehitaji msaada ikiwa una uwezo wa kufanya hivyo. Haleluya. Huyo mwenye anahitaji msaada usikose kumpea msaada kama una uwezo wa kumpea msaada. Wazazi, patieni watoto wenu misaada ya masauri. Patieni watoto wetu na jamii zenu msaada. Mtu ambaye ameokoka mpya anahitaji kufundishwa. Tunaenda hivi. Nataka kufuria wazazi kofia kwa sababu mna train watoto wasichana wadogo. Mna watrain wanakuwa wamama wa nguvu wakiwa hapa. Paka una make sure unaambia mtoto mtu anakaa kwake hivi na hivi. Mtoto mdogo hata kama ajibu, hata kama asikii, hiyo maneno inaingia. Hallelujah. Wazee nani unaambia, unafundisha vijana mtu anakaa hivi na hivi kwake na inakuwa hivi na hivi. Una train mzee akiwa mdogo. Mama ana train mama mwingine akiwa mdogo. That is why wamama wanapatikana. Hallelujah. Wa nguvu walipandwa mbegu wakiwa wadogo. Hallelujah. Unawapanda mbegu wakiwa mdogo. Panda mtoto wako mbegu akiwa mdogo. Hallelujah. Hakishika kile unamwambia kinampeleka mbali. Hallelujah. Proverbs chapter 1 and verses number 8. Chapter 1 and verse number 8. Mama na baba ni wa maana sana. Biblia inasema kwamba listen my son to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Sikiza mwanangu, usikize kile baba alikuwa akikufundisha. Na usisahau kile mama alikuwa anakufundisha ukiwa mdogo. Usisahau na kile mama alikuwa. Kwa hivyo mama uko na mafundisho, usizae mtoto mpeane kwa mwalimu, useme kwamba mwalimu amshughulikie. Kuna pati ya mzazi. Hallelujah. Kuna pati ya nani? Ya mzazi. Pati ya mzazi ni ile pati ambayo ni ya maana. Pati ya mzazi ni ile una make sure mtoto amejua mambo twingi, kwa msingi na anakuwa nayo. Praise the Lord. Unafikiri kupiga nguo pasi si mwalimu ataenda kufundisha mtoto? Unamfundisha kupiga nguo pasi. Mama, huyo kijana wako mdogo, huyo msichana wako akikuja nyumbani, fundisha yeye kupiga nguo pasi. Kuliko afanye kama kijana mwingine nimpatia pasi, anipigie nguo kwa nyumba yangu. Kijana hajajua vile pasi ya makaa inakuwa na moto mwingi, inagusa kitambaa ya maji, halafu inapiga. Sasa iko na moto, imeshika moto yote. Sasa anapiga shot pasi, kuweka hivi ikashika, kuinua kainua na shot. Akawekelea kwa sheet, ikainuka na akakimbia pigo, akatoroka. Ameharibu shati ya mchungaji, ameharibu sheet zote. Sasa sikutoka, akatoroka. Nilikuja nikamuuliza, nini? Pasa sijui. Ni maneno ni sijui, hata sijafundishwa. Hallelujah. Sasa nimeweza kumwambia mambo mengine si ya mwalimu. Hallelujah.
mambo ingine mtoto atalani from mother na from daddy hapo. Haleluya. Kila ambacho unamfundisha yanashika. Mwingine kamwambia tengeneza ugali tukule kwa nyumba yako. Kijana amesoma masomo mzuri form 4 amemaliza, lakini kuna mambo mengine alipitiwa kujua. Hajui ugali inatengenezwa na maji ambayo imechemka, na ukitaka kuongeza maji haiongezwi maji ya baridi. Mwae kuambia mtoto wako hivyo. Hiyo si amani. Kijana ugali ameweka unga, amekoroga, unga imekuwa mingi. Sasa ili akaweza kukoroga ugali shikane, sasa kuacha maji ya moto, akaenda kwa tap, akachota maji ya baridi, akaongeza. Ugali ikakuwa uchi. Anatengeneza, anakoroga, ugali shikani. Karibu 30 minutes, 45 minutes. Na muuliza nini kijana kwani ugali haiva? Anambia si vipi imekuwa uchi. Imekuwa uchi kwa nini? Kwenda kumuuliza uliongeza maji ya moto ama ya baridi? Ananiambia si nilichota hapa kwa tap nikaweka. Hallelujah. Listen my son to the father's instruction. Do not forget, do not forsake your mother's teaching. Mother, father, you have majukumu ya kufanya nini? Ya kufundisha. Hallelujah. Praise the Lord. Ukikaa chini, ukiwa umefanya hiyo kazi, lumuli, ukikaa chini, ukisikia vile kazi inaendelea kuridhika, unafanya kama vile wakati unafaa. Unapiga rulia mdaba, unasema asante. Huyo ni kijana yangu mkienda Nairobi kumuona hapa Thika ndiye anakaa. Akiwa na shangilika, kila mtu atamueleza. Lakini kama anafanya vitu fodha, na utasema kijana wako. Wakati mtoto anang'aa, wakati mtoto anashine, kila mtu anapenda kufanya nini? Kusema huyo ni mtoto wangu. Salimia mama, salimia mwenzako, mwambie uko na jukumu. Si msanii mwambie uko na jukumu. Hawa watoto wako ni jukumu lako, make sure kwamba kuna vitu umewapatia kabla hawajaenda kufundishwa na ulimwengu. Wanasema asiyefundishwa na wazazi hapa na mama na baba hapa na mama. Ni Kiswahili anasema hivyo. Mama bwana sifiwe. Asiyefundishwa atafundishwa. Ulimwengu ni nini? Ni huko nje. Ukiona mtu wako mmalizana na yeye na hajui kupika nguo pasi, hajui kupika ugali, mchele, hajui kupika, hajui kufanya vitu yote, akienda huko nje atakutana na ulimwengu. Ulimwengu ipembeleze. Unaweza kukuta amegongwa na amevunjwa mguu kwa sababu alienda kuiba. Shetani ashindi. Mzazi kuwa na hiyo mzigo wa kuweza kufanya nini? Kufundisha mtoto. Hallelujah. Kuwa na majukumu ya kufundisha watoto. Na nataka kuongea, kuna baadhi ya watu ambao tunahitaji washine lakini mara nyingine wanaweza kukosa kushine. That class, usije ukajiingiza kwa hiyo class, ama usije ukaingia katika hiyo class ya hao watu ambao wanataka kuzungumza. Watu ambao huwezi ukasaidia. Who refuses, number one, who refuses to disconnect to the wrong people. Watu ambao huwezi ukasaidia, walifundishwa, walifanya, lakini they are still connected to the wrong company. Hao watu utawasaidia. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mtu ambaye ataenda mbali ni mwenye anaambiwa kwamba this company is not right. Hao watu si wazuri. Watu kama hao usiyependa wao na wanashika, wanatoka kwa hiyo naenda mbali. Mwenye ananimini kuwa connected na mambo ambayo ni company mbaya. Hao watu hawasaidii. Ninaomba roho yote ya kuziconnect na watu wabaya isifuate watoto wetu katika jina la Yesu. Utasikia roho yote ya kumfanya watoto wetu wakaweza kujiunganisha na watu wabaya. Ninaomba hiyo roho isiwafuate watoto wetu katika jina la Yesu. The company you choose determine your character. Shule, mahali popote, kwa huduma, anyway, company yako itatuambia character yako ni aina gani. Praise the Lord.
Kuna watu wengine walikuwa waombezi sana, lakini kwa sababu kampani yao ni watu wenye waombi, kuomba kuliisha. Kuna watu ambao walikuwa wanasoma neno la Mungu vizuri na wanaenda kanisani bila kuchelewa, lakini kwa sababu kampani yao walishikana na watu ambao wao ni kichwa biashara ama kichwa ya kazi ama kichwa ya kikundi, tunaenda kikundi nini, ulikuta ukiungana na that company, kile ulikuwa nacho kinaanza kutoka kikundi ya kwa na hata kuliunga kwa ngani tuko kanisa mtu company ya baba kinyago gashithira kanisa kulindira na haya boya tereso uteta kanisa boya tereso buli kwangania na hata tanaba mware baba uteta kanisa ale na watu kanisa kikundi teka kwa na kikundi, lakini ende tekawe kile company batena murungu kugia hao ibo company unio igutuma brapo ndene yako puma. Bwana sifiwe sana. Company yako kama utaweza kuwa change toka kwa long company katika jina la Yesu. Unless niambie uko na power ya kuweza kuambia na kuwa na mishiki. Kama Sandra Meshaki na Abednego waliambiwa, wale wengine waliambiwa kule chakula ya nani? Ya mfalme. Ni nani walikataa? Na wakasema sisi hatukuli hiyo, hatukunyi pombe, hatukuli hiyo vitu, sisi tutabaki tukikula mboga na maji hii. Haleluya. Na wakakataa hiyo chakula, wakasema hatukuli hiyo na hatukunyi pombe hiyo, principles zako kwa sababu umefundishwa na uko na kitu misingi yako inakuletea. Wakienda kutestiwa pale mbele, walikutana, waligunduliwa ni wao wako smart na wako sawa. Haleluya. Usiruhusu kampani mbaya ikaweza kutoa katika mapenzi ya Mungu. Haleluya. Proverbs 13 verses number 20. Proverbs 13 verses number 20. Tukisoma yes. 13:20. Tukisoma inasema nini? Tusome wote. Walk with the wise and become what? Become wise. For a companion of fools suffers harm. Tuweke Kiswahili. Walk with those people who are serious. You also be serious. Hallelujah. Anayeandamana na wenye nini? Wenye hekima atapata nini? Anapata hekima. Lakini ambaye chiunga na wanini? Na wapumbavu atapata hasara kubwa, kwa sababu wao they don't mind. They don't hawajali. Shetani ashinde. Mtuko wa kanisa tuko maramba ile kaje kupanga mebanga ya kukulita kile weka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Unajua wanataka kufanya nini? Kile kiko ndani yako kinakufanya usonge mbele, ndio wanataka kutoa. Mbaki ukiwa mtu ambaye anaitwa na kizungu ni kabod. Ni kabod ni utukufu wa Mungu umefanya nini? Umetoweka. Watu wengi walianza na roho, wanamalizia na nini? Mwili. Simply because company imetoa uungu, imekukamua uungu, na unabaki kuwa kwa mwili. Shetani ashinda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biashara si mbaya limeni. Na nena ikinenea mwenene hiyo sana. Pastor akiegemea upande wa biashara sana, akose kuegemea upande wa kole, biashara inamtoa katika mlango. Bwana asifiwe sana. Kuna jamaa moja Mungu aliita akakatalia kwa biashara. Mungu alimchapa kidogo. Unamjua Jona? Alikuwa mwenye mitumba, kuuza nguo. Wewe mwambie kuna watu wangu wanasafa Nineve. Huyu jamaa anajua Nineve vile iko. Nineve iko na shida, iko na problem. Ndio naambiwa nikahubiri. Mimi wacha nikauze nguo zangu. Angeta.
Sasa akipanda meli ya kupeleka yeye kule soko, iko siku ya kuitwa kule, ni nini ilifanyika kwa meli? Kiliumana. Nesi Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Unaweza kukuta kule Thika siku hiyo unaenda ushirika, ndio unaambiwa kuna kampango kazuri hapo, kabiashara. Unaambia dada, enda kwa hiyo ushirika, ngoja nikufanye kampango hapo. Si dada aliitwa, wewe uliitwa. Lazima ukaweze kutofautisha your calling and other things. You plan well for the gospel. Si kusema utafanya biashara, utafanya mambo mengine, but the first calling ni ile Mungu amekupea. Bwana sifiwe sana. Hii ndio inazaa hiyo ingine yote. Hakishikilia huduma, mambo hayo mengine yote inakuja automatically. Hallelujah. But ukijitoa katika mpangilio wa Mungu, mambo shetani anakuwa na shida. Anayeandamana na wenye hekima, wenye wako na wanajua calling yao vizuri, watapata hekima. Lakini anayejiunga na wapumbavu ama na watu ambao hawana hii calling yake, itakuwa ngumu kwa. Praise the Lord. Bwana sifiwe sana. Nimeweka biashara mara kadhaa, nikiibiwa na ikienda, hata Nesi aliniambia the same. Nesi ananiambia aliweka biashara ya nduka, kumbe calling iko ndani, akaibiwa yote. Mimi niliweka nduka, watu wanakuja na ushuhuda. Bwana sifiwe pastor. Mtu ananitolea ushuhuda mrefu. Nyinyi unaenda kwa pastor na ushuhuda na unaenda kuchukua vitu ya kukopa. Naambia Yesu ni Bwana, amenitolea ushuhuda, nataka ile unga, nataka sukari, nataka hiyo vitu ya karibu 2,000. Halafu naambia pastor, nilikuwa nimetembelewa na wageni na nimesema wacha nikuje, pesa nitaleta baadaye. Kwani atalipa? Na ni mshirika na alikuwa anajua mimi ni pastor, kwani atalipa? Akiniona kutoka mbali anafikiria ni pesa na muitisha, anapotea. Usipoteze washirika. Kuweka hoteli karibu na kanisa, kuweka duka karibu na kanisa, washirika wanakula yote. Kwani nitalala njaa na pastor ako na unga? Msinieli nichukue pastor ataniombea, nitamwambia ni njaa ililetea shida. Hujaambiwa uuze mboga, wakiuza wacha wauze mboga wapate fungu la 10, wewe wabariki. Hallelujah. Yes, because atakuja kuchukua vitu hapo. Unashika ate wakitoka kanisani mbio wanaenda kufungua nini? Nduka. Na wanaenda kufungua duka, watakujilia vitu. Weka mungwana. Fanya ile ambayo mtashindana na wao, ile ambayo mshindani. Yenye mnashindana hapo sokoni, utakujilia. Mshirika ni sawa basi sana. Bwana sifiwe. Kwani mnaniangalia aje? Na ndio hiyo. Unatoa ushuhuda, msakamapo. Mtu anakuja na kutolea ushuhuda, nampatia vitu. Anakuambia asante leo ninakaleta. Na unajua alete tena. Nikasema ni duka wanakula. Nikasema acha ninunue mahindi, nitauza gunia waende kuuza. Nikanunua mahindi nikaweka store. Mtu anakujilia gunia, ananiambia pastor acha nikauze, nitakuletea pesa. Hiyo naenda. Wakakula mahindi yangu yote ikaisha. Nikasema hii vitu ya kula labda niko na majaribu, acha ninunue makaa. Hakuna kitu kizidi. Kumbe ukitoka katika mwito yako ndio unaliletea shida. Nikanunua makaa gunia kadhaa. Hii sasa maana si ya kula, mimi pia watakula. Leo watanihurumia. Mtu anakujilia bebe mbili, ananiambia pastor taleta pesa. Mwingine gunia walikula yote, hiyo makaa yote. Hata ile nilinunua nayo haikuletea. Mimi nilinunua mkono kama za Mungu. Sasa nafanya kazi gani? Mungu ananiambia nikuitia kondoo zangu, chunga kondoo, ziko na maziwa, achana na hii mambo ya menga hapo. Hallelujah. Mimi ni specify na huduma ile ambayo Mungu amenitia. Hiyo ingine ni yenye hatushindani na kondoo. Tunafanya ingine
lakini we don't compete. Pale unahudumia, make sure hudumia kondoo zako. Bwana sifiwe sana. Imagine wakienda kuleta mboga Kibiritia, nani kanta kwa ni rugi yangu kichine hapo nimiri mshirika yake kugira mboga ni Kibiritia na ya Bishop Nyerere hao ni baba chini na customer hata ile na hapo kone. Are you getting what I'm saying? Inua kazi zao, speak blessings to this, and they receive that blessings. Kazi yao ni kutoa fungu la 10, sadaka, support. Fanya ile ambayo you don't compete with others. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Kuna mtu mwingine ambaye pia anahitaji uwezo kumsaidia. You cannot help anyone what you want, what you have, but it doesn't want your advice. Yani in other words, uwezo kusaidia mtu mwenye anataka tu pesa yako, lakini kile unamwambia afanye ili afanikiwe, hataki, anataka kulipa, anataka pesa. Akikuja ukianza kumshauri, anakataa mashauri. Mtu kama huyo uwezo kumsaidia. Wacha mtu ambaye ako na roho ya kusauliwa, utajiri umefichwa kwa mashauri. Ya biashara yote, ya kazi yote, ya anything imefichwa kwa inatoka wapi hiyo vitu. Mzungu alisema don't give them fish, teach them to do what? To fish. Kesho hamtasumbuana na huyo mtu, maana amejua skill ya kuvua samaki. Lakini akikuja kwako chakula, akikuja kwako chakula, mwambie don't kuja nikuonyeshe samaki inatoka wapi. Unamfundisha vile anavua samaki na atakuwa msaada kwako. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Mtu mwingine pia tunataka ukaweze kujiavoid katika mtu kama huyu ni yule ambaye watatu. Number 3, you cannot help anybody who thinks you are the source of their problem. Yani uwezo kusaidia mtu mwenye anaona wewe ndio threat. Kwa sababu kuna uruselo yako hapa. Ukimwambia duka yako itainuka, anaanza kukuona ni wewe unachukua customer wote. Mtu kama huyo uwezo kumsaidia. Lakini sasa kumbe baraka za mtu ni za mtu. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Next, kuna wachungaji wengi vika. Usione kwamba ukifanya crusade itachukuliwa na pastor wako na kanisa kubwa. Sasa unaanza kumchukia. Sasa kanisa yako itakuwa maana kuna kanisa nyingine iko hapa kubwa. Sasa sitapata wateja. Si hivyo, sitapata washirika. Si hivyo, wako ni wako. Penda hao wote. Wapende. Embrace them. Bwana sifiwe sana. Amen. Usione mtu wote ni problem. Yaani kuna watu wengine wanaona shida yangu ni huyu. Shida yangu ni huyu. Hakuna shida yako ni iko. Shida ni pepo. Deal with demons. Mungu afungue anga yako, wako wanakuja kukuja katika jina la Yesu. Ukibiri na pepo, ukibiri na kila kitu na madhabahu zote, Mungu anakuelekeza kwa wako na wanakuja kukuja katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Psalms 119 verses 7-10. You can't help anyone who cannot be tested or who has not been tested through pain by being wrong. Maybe mtu ambaye amefanya wrong ama amefanya makosa na kirekebisho na kuwa mgumu. Sasa mtu huyu ukimrekebisha anaona kwamba haitawezekana. God must train in a painful way. Kuna watu wanapitishwa katika mambo mazito ili watokeleze wakiwa wa maana sana. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Maana anasema their hearts are corrupt and failing, but I delight in your law. Unaguzwa, unapitia mambo mazito magumu tuweke Kiswahili. Ili Mungu akakutekeleze tabia nyingine ukiwa mtu wa maana sana. Penda kupitishwa kwa mambo mazito. Mioyo
inapofungana sana, lakini mimi ninafurahi sheria yako. Unapokuwa na mapito, Mungu anapendezwa na yeye kwa sababu tunapendeza pamoja. 7:71 nimefaidika kutokana na nini? Na taabu yangu, maana imeniwezesha kufanya nini? Kujifunza masharti. Problem yako mahali popote tutapitia tumambo tugumu, jifundishe lesson kwa hiyo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Jifundishe nini? Lesson kwa hiyo. Kwa hivyo usije ukafikiri kwamba unapopitia si kitu ya maana unapitia. God will break you so that he will distribute you. Nimesikia kama hujasikia. God will break you so that he will distribute you. Mungu akakuna kiadomba umba kuitatia. Umba kuitatia. Umba kuthegewa, umba kunekanirwa, kukuingi, kunekanirwa hata utajulikana kama utavunjwa na utasambaa kwa wengi. Ukikuwa tu peke yako hautaweza kujulikana. Unavunjwa mpaka kila mtu anasema mbogo mawa yote naimba mbogo. Kumbe ninapitia kuvunjwa ili watu wakaweze kukujua. Kubali kuvunjwa. Haleluya. Kubali kuvunjwa ili ukaweze kudistributiwa kwa watu. Siku nyingine nikaenda kwa duka nyingine. Tukiwa hapo tunaongea na wengine hapo. Yule mwenye tulikuwa na yeye akauliza huyu mama hapo, unaenda kanisa wapi? Akamwambia ile kanisa anaenda. Nasi tukamwambia naye, akamwambia kule tunaenda. Akamuuliza, unajua pastor wetu? Unajua pastor Mboko? Akamwambia yeye namjua. Namuonanga huko mbele na huko kwa kibao. Ukimwona unaweza kumjua? Ukimwona unaweza kumjua. Niko hapo na anijui. Ilibidi nitoke hapo nitoke niende. Akamwambia si huyu Mboko mlikuwa na yeye hapa. Tena kunifuata kuniangalia. Nikajua kumbe watu wengine nimedistributiwa, maua yote nimejulikana, lakini wengine hawajaniona. Lazima uvunjwe maneno. Unapitia kwa mambo ili ujulikane kila mahali. Na Mungu anatumia formula yote ya kukufanya ujulikane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Si Mungu akupe neema. Si Mungu atupe neema kila moja. Hata ukipitia mazito, wacha Mungu akupe neema ya kumwambia Mungu nijenge. Ninapotupitia kwa hii mazito na magumu, nitokeleze pande nikiwa na nini? Nikiwa na ushindi. Haleluya. Niomba God give you grace ya kutokelezea pande nyingine ukiwa na nini? Ukiwa na grace na ukiwa na ushindi mwingi. Yakobo alikuwa aliweza kuchukua vitu ya kuchenjiwa nini. Used to steal blessings. Jacob used to steal blessings, but one day he met with God, and God was to struggle with him the whole of night. Jacob, unakumbuka the story of Jacob? Hakuweza kukutana na mambo mazito mpaka siku ile Mungu alikutana naye usiku waka struggle the whole night. Ndio sasa alijua hapa idhari mpitiu more than lazima akakabia Mungu, sikuachilia, lazima unibariki. Haleluya. Unakutana na kisungumuti ili Mungu akaweza kukubariki na kukuinua. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. King Saul ruled a few days. King Saul ni yule mwenye alipewa tu uongozi kupigania. King Saul aliweza kutawala siku chache. But David ruled forever. He fought for it. David akapigania uongozi, akalipa price. Saul alipokataliwa, alitawala siku chache. Daudi aliendelea kuweza kupigana ama aliendelea na utawala throughout. Mtu mwingine wa tano, you can never help anyone who disrespects or dishonor proven achievers. Nirudie tena. You can never help anyone who disrespects
dishonors proven achievers. You can't receive what you disrespect. You can't receive what you dishonor. Kile una disrespect hautakipokea. Kile una dishonor hautakiona. Ukiona mtu akiwa anaendesha gari yake, unaanza kumruza maneno, hata wanajivuna siku hizi, kwani wewe utapata yako. Bwana sifiwe sana. You honor the person who is ahead of you. Na unanena mazuri kwake. Ukienda ukute duka ya mtu ikiwa imeshona, imetengenezwa vizuri, imejaa, unamsalimia vizuri, na umwambia congratulations. Hii ni kazi nzuri, keep up. Lakini ukienda hapo anza kusikia kinaitwa nini? Kiwaru, kingi mwenendo wa kiwaru. Kiunui. Unaangalia hapo. Unazunguza macho. Sasa si ingekuwa yangu hii. Sasa kiwaru ni ya wapi? Si umwambie congratulations. Si umpongeze. Na Mungu naye akiona hiyo, akupatie yako. Hallelujah. Hilo mkono wako mwambie Mungu nisaidie. Nisiwe na kiwaru, nisiwe na kijito. Nikiona kazi ya mwingine ikiwa inaendelea, ili Mungu kanibariki na yangu katika jina la Yesu. Wengine wameshuhudia kubarikiwa simply because they have never accepted others' blessings. Haujawahi kufurahia ndugu yako na mwenzako akiwa amebarikiwa. Unasikia mbaya. Mpaka unaenda mlimani kumwombea fasting. Ninashusha hiyo biashara yake. Nani anakuambia utashusha? Na yangu inaombewa. Ni juzi. Na mwingine akiwa anafanya hapo kwa geti yetu. Ni jana juzi hapa siku gani? Kiateka. Akiwa anafanya hapo chini ya geti yetu. Hii mambo ni upuzi sana watu ambao wanafanya. Hatuweze tukatikizika. Akaona kitu kamefungwa hapo. Okay. Vitu vingine naweza kufikiria ni upuzi, lakini si upuzi. Kumbe hiyo kitu kimefungwa hapo, kamefungwa vizuri. Kama weko kamefungwa vizuri, kamefungwa pande nyingine, na sasa utajua ni nini iko ndani. Akachukua kuangalia hivi, akaona hii toy ya watoto, hii imefanywa na mtu mwenye anajua. Akakuja naye akaweka hapo, akasema atanionyesha nikikuja. Nilipokuja akaniambia kuna kitu kilikuta pale kwa gate. Nikamuuliza iko wapi? Akaniletea. Akasema hii sasa si ile ya watoto, maana imefungwa vizuri, imetengenezwa vizuri, iko na na nikamwambia sasa hii mimi sina shida kufungua, hata kama ni uchawi kwa ndani nitafungua na nitaendelea na itaisha. Nikafungua. Nilipofungua nikuta ni mchanga huko ndani. Imefungwa vizuri, imefungwa mara nyingine, majivu mchanga imefungwa ndani hapo. Na maybe mwenye alifunga hiyo, maybe alikuja akachota mchanga pale, maybe pale tunapitia ama pale inakuwa ama pale, na akaweka hapo, maybe akanena maneno yake. Hallelujah. Na mimi nilikuja nikanena yangu juu ya hiyo. Nikasema kile ulinena ninang'oa hiyo na ninatangaza leo, hii kazi yako ni bure, haina uwezo, na sisi ni wa kuendelea. Na hata kama kuna mwingine ulifunga, ninamfungua katika jina la Yesu. Tukachoma, tukaharibu, tukatupa, na mambo ikaendelea. Hamutaweza kuharibiwa kama uko upande wako, uko strong. Hata mtu akikuja kunena kinyume na maisha yako, Mungu mbinguni anakuchunga. Kaa upande wako ukiwa strong katika jina la Yesu. Hallelujah. Ninamalizia nikisema hii. Whatever you criticize will never come on your way. Whatever you criticize, hata kama mara nyingi tuna deal ama tunakataa uongozi, tuna criticize leaders, which is okay, but kuwa na mesha, kuwa na vipimo. Unaweza kukataa uongozi, si huyo kiongozi anaweza kuwa tabia ya kiongozi huyo ni mbaya, lakini kuna leadership iko ndani yake. Ukikataa na leadership ama na uongozi, na ukatae wote, ukatae nini, ukikosa kuembrace kile Mungu amempea, leaders watakuja kweli. Utazaa kiongozi, utazaa mtu ambaye ameinuliwa. Hallelujah. Whatever you criticize will never come on your way. What you celebrate will come on your way. Kile una embrace na celebrate kitakuwa kwako.
Inua mkono wako, sema katika jina la Yesu, ninatamani vitu vizuri vianze kuja upande wangu. Na hata kama saa hii sina hicho, ninatambua wale wako na hicho katika jina la Yesu. Hata kama una kazi, nenda baraka kwa wale wako na kazi. Wale watoto wameajiriwa, watambilie mazuri. Wale wameanza kazi zao, watambilie mambo mazuri katika jina la Yesu, ili Mungu akakubariki na ukapata breakthrough katika jina la Yesu. Hallelujah. Anytime you celebrate those who ahead of you, God will take you there. Wakati una celebrate mtu mbaya mbele yako, Mungu atakupeleka hapo. Mwenye ako nazo anakuambia kwamba wewe umepata gari, basi endelea na unachukua hiyo position. Hallelujah. Kama mwenye anapata gari, sasa ataondoka katika laini, na wewe mwenye una gari unaambiwa that is your time. Bwana sifiwe sana. Kama ni biashara, hauko na biashara, kuna mwingine ako naye, your time is there. Take over in Jesus name. Na malizia nikisema hivi. Bwana sifiwe sana. Jesus asked, do you believe I can do this? Hata Yesu alikuwa anataka utambue, unaamini hata mimi nafanya hivi? Bwana sifiwe sana. Ukimwambia Yesu, na Yesu atakupea hiyo vitu. Baraka zote ambazo tuko nazo tunatambua, tunaweza kupokea simply because kuna Mungu ametupatia. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. You cannot help anyone who is not a tither, who is not a faithful to God. And tither is a venomous, or will contaminate you. Watu ambao si tithers, uwezo kuwabariki, uwezo ukasaidia, kwa sababu ile mbegu wako nayo, kile wako nacho ni venomous, ni sumu. Huyu mtu si wa kusaidiwa, kwa sababu kijaribu kusaidia, kuna roho iko ndani yake inageuka. Sasa mtu huyu utamsaidia. It is dangerous kuwa mtu ambaye si tithers. Hallelujah. You cannot also help who refuses to believe salvation. Utamsaidia. You can't help also a lazy man. Salimia mwenzako, mwambie a lazy man asaidiki. If you don't work, stop waiting. Hallelujah. If you don't work, do what? Stop waiting. Funga macho yako. Nikubariki na nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, roho ya uchovu, uzinzi, resistance, roho ya kutofanya kazi, tunaikataa katika maisha yetu, katika watoto wetu. Tunaomba Bwana ukatubariki, ukabariki kazi ya mikono yetu. Hatutakula Bwana kama hatufanyi kazi, kwa sababu kazi ile ambayo umetuitia ni kushine. Inua mkono wako, mwambie Mungu, ni shine katika pate yangu. Ninataka kuomba Bwana ni Mungu kaweza kutupa roho ya kushine katika pati yetu, katika huduma zetu. Tushine katika jina la Yesu. Jehova Mungu akupatie neema ya kushine, maana huko pale huko ushine. Haijalishi ni kazi gani unafanya, shine with that joy. Kazi ambayo unafanya shine nayo. Kiangalia kule mbinguni kwa nyota usiku, kuna zingine zinatoa mwangaza kidogo, zingine zinatoa kubwa, zingine zina milimita. Hizo zote zinatoa mwangaza kulingana na capacity. Inua mkono yako, mwambie Bwana, capacity yangu wacha ni shine. Wacha ni shine Bwana. Kulingana na ability ambayo umetupa, wacha tukashine katika jina la Yesu. Ukashine na huduma ambayo Mungu amekuitia. Maeneo ambayo unafanya, ukashine katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Pigie Yesu makofi mazuri. Wacha ukashine katika jina la Yesu. Mtu asituzuilie kushine. Wacha ukaweze kushika mazao yote na ukaende mbali katika jina la Yesu. Ninatangaza Mungu akaweza kukufanya uende mbali katika jina la Yesu. Mchungaji, siku ya leo mwenye tunakuja kusaidia kujenga madhabahu, si Mungu akusaidie uende mbali katika jina la Yesu.
kule Thika hakuna mwenye atakusuilia. Mungu akaweze kukusaidia uende mbali. Hakuna mtu atakuwa kinyume na wewe. Mungu akuwe upande wako katika jina la Yesu. Usilaumu mtu yeyote huko mbele. Mungu akupe kibali. Stand on your feet. Stand alone with your God, and God will see you through in Jesus' mighty name. Chukua dhabihu yako tukaweza kumtolea Bwana katika jina la Yesu. Chukua sadaka yako, chukua fungu la 10, chukua envelope yako, kaweza kuchukua tithe yako katika jina la Yesu. Basa yako chukua, kama uko na fungu la 10, tukaweza kumtolea Bwana katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Mataifa yote, haleluya, mataifa wakikusanyika, mataifa yote yatakusanyika mbele zako Bwana Mwokozi, wakisema wakiimba wakisema kwa sababu ya dhabihu zetu